kusafiri mambo ya chai, sababu unajua jamii ya Mweusi chai ni ile tunasema ndio inasaidia sana mambo ya chai na mambo ya coffee. Ulifanikiwa njia yote, kwa sababu hata saa hii mambo ya chai sana mimi nilikuwa pale ofisini, nikiwa ofisini nilikuwa nimepewa majukumu ya kusukuma mabadiliko katika sekta ya chai, sekta ya kahawa na sekta ya maziwa. Katika sekta ya kahawa na majani chai nilifaulu kiasi kikubwa sana. Na sekta ya kahawa nilifanya conference pale Meru na watu kutoka Gusii walikuja pale. Na tukafanya marekebisho, na kwa sababu ya hiyo marekebisho baada ya miaka 2 matunda ndio imefika hapa. Tukiongea leo, ukienda pale nyumbani, kahawa imelipwa vizuri sana mwaka huu kwa sababu ya hiyo mabadiliko tulifanya. Na wakulima wanapata kutoka shilingi 120 kwa kilo moja mpaka 180. Na hiyo ni kwa sababu ya ile marekebisho ambayo mimi niliongoza katika sekta ya kahawa. Katika sekta ya majani nitembea sana kutafutia soko majani chai, na tukafaulu kiasi kikubwa, lakini huyu rais ameturudisha nyuma kwa sababu majani chai yetu kama 15% tunauza pale Sudan. Huyu rais wetu ameenda pale Sudan, ameanza kuingilia uongozi wa nchi hiyo. Iko group inaitwa RSF ambaye inataka kupindua serikali ya Rais Burhani, na huyu rais wetu ameingilia hiyo maneno kwa sababu yule mtu anaitwa Hemeti wako na biashara na yeye ya dhahabu, na pia ile kijana ya kwenu ile ya town ile inaitwa Zahil ako katika hiyo biashara pamoja na rais na huyu mtu anaitwa Hemeti. Kwa sababu ya hiyo maneno, Sudan imetuwekea sanctions ya kukataa majani chai yetu iende iuzwe huko Sudan. Na kwa hivyo ni pigo kubwa sana kwa wakulima ya chai katika Jamhuri ya Kenya. Na hii matatizo unaona sasa iko majani chai imejaa pale Mombasa kwa auction. Your Excellency, umesema Zahir, unajua si vizuri kutaja jina. Mimi nasema mimi nilikuwa pale. Uhusiano gani na bei ya chai? Siku nasema huyu Hemeti siku rais alimwalika Kenya kupitia mimi nikiwa naibu wa rais, kwa sababu rais hawezi alika vice president direct. Aliniita mimi akaniomba nialike huyu Hemeti akuje. Mtu ambaye alikuwa anafuatilia hiyo maneno ni Mheshimiwa Zahil. Kwangu alikuwa ananisumbua sana kwa sababu huyu mtu rafiki yake. Hata alipokuja kuniona walikuja na Zahil. Kwa hivyo hiyo biashara wanafanya Zahil, rais na huyu Hemeti. Niko nayo. Mimi nimesema rais na huyu Zahil na Hemeti wanafanya biashara pamoja ya dhahabu. Unaona? Na hiyo biashara wanafanya ya dhahabu ndio imetuletea hasara mambo ya chai. Kwa sababu sasa ulijua lini biashara? Nini? Ulijua lini biashara? Siku huyu Hemeti alikuja, unajua diplomasia. Rais anaweza tu alika rais mwenzake. Naibu wa rais analikuwa na naibu wa rais. So rais aliniomba akasema, huyu Hemeti ni rafiki yangu, tumetoka mbali, tafadhali nisaidie mwalike akuje, lakini ni mgeni wangu si wako. So mimi nikamwalika na nikaongea naye nikampeleka kwa rais. Katika hiyo harakati ile siku alika Kenya, mimi si mjinga, mimi ni mtu nimesoma. Sijasoma sana ile ya PhD na masters, lakini niko na kiasi kidogo ya masomo. Pia mimi niko na ile inaitwa streetwise, ile ujuaji hapa ya city. Sasa mimi si mtu mjinga. Nilijua pale huyu Hemeti alikuwa amekuja mambo ya biashara na nikapick 1 2 3 things. Na hii Zahil ako ndani. So hiyo maneno ya biashara ya gold na watu ya Sudan imetuletea matatizo kama taifa. Tumefukuzwa pale katika soko ya chai katika Sudan ambayo tulikuwa tunauza 15%. As we speak today, majani chai yetu imelala pale Mombasa. Ndio. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, tuzungumzie mambo hata tunapopanga kwenda katika uchaguzi. IEBC imekuwa ni maneno mengi kutoka hapa mbele, lakini sasa tumefanya rais amenominate chairman na commissioners wa IEBC. Kwanza sijasikia ukizungumzia hilo, unaweza sema nini? Well, ile rais amefanya ni yake, na ile process ametumia watu wengi hawarithiki, kwa sababu ameongea na Raila, wameweka wale watu wanataka. Lakini mimi sioni shida kwa sababu uchaguzi, uamuzi wa Supreme Court ya 2013 uliamua ya kwamba matokeo ya polling station is final. Sasa hapa Nairobi ni mambo ya tallying.
Kwa hivyo sisi kazi yetu ni kuchunga kura yetu pale kwa polling station na kuweka agent sawa sawa na kuhakikisha uchaguzi umeenda sawa sawa. Lakini juu ya hayo mimi siwezi ogopa kusema huyu rais hataki abagusi community mema. Huyu kijana wenu Charles Nyanchai tumepata habari pale kwa pano ndio alikuwa namba 1 kuwa chairman wa IEBC. Rais akapatiwa majina hayo mawili akamuondoa. Na mimi nikiambiwa rais angali yako na hasira na jamii ya Abagusi, anasema mwaka wa 2007 mzee wetu marehemu Nyanchai alimpiga pale South Mugirango, na kwa hivyo ako na maneno na hii jamii, na ndio amekataa kuchukua huyu Charles Nyanchai. Sasa kwa ile commissioners hakuna pahali mko naona, na huyu Nyanchai ndiye ako na umaarufu, alisimamia hii chairman ya Constitutional Commission implementation, amekuwa pale East African Court of Justice. Yeye ni kiongozi ambaye ako na umaarufu. Huyu amewekwa kama chairman, ni mfanyikazi alikuwa ya Nanok ni mfanyikazi wa rais. Kwa hivyo hii IEBC watakuwa wanajaribu kupangia pale State House. Huyu Charles Nyanchai kama angepatiwa, Wakenya wangeridhika kwa sababu 1 anajulikana, ni mzee iko na mali yake. Sio mtu ambaye anaweza shawishiwa na mali. Number 2, ako na proven track record ambaye amefanya kazi ambayo inaonekana. Alikuwa chairman wa implementation ya constitution na akafanya kazi nzuri sana. Amekuwa judge pale East African Court of Justice. Kwa hivyo tuseme hata kama rais amechukua wale watu anafikiria wanaweza kumsaidia, kura ile tutapiga. Tunataka ile margin, tunataka tukue na 70+1 ya kwamba haiwezekani kuchezea hii kura hata ukifanyia nini, na mimi niko na uhakika ya kwamba tutafaulu. Kwa hivyo kura haiamuliwi na IEBC, kura inaamuliwa na Wakenya, na Wakenya ndio watapiga kura. Bora tu hao watu wamewekwa wapange uchaguzi, wahakikishe ya kwamba iko ballot papers in every polling station, 45,000 polling stations in Kenya, wahakikishe kwamba iko ulinzi ya kutosha, wahakikishe kwamba majina yote iko sawa. Wakenya wataamua na ndio wenye kuamua. Sio IEBC naamua nani ataongoza Kenya, sio IEBC naamua nani atachaguliwa. Wenye kuamua ni Wakenya. Kazi yao tu ni kuhakikisha ya kwamba uchaguzi umefanyika, wameiandaa vizuri, wamehakikisha kila kitu imekuwa tayari na watu wameenda kupiga kura na kura zimehesabiwa. Katika hii kuundwa kwa IEBC nakuja 2.5 years to elections. Are we likely kuona scenario kama ile ya 2022 as we go forward? Because unasema kura iamuliwa na IEBC, lakini tuliona contested election. Hakuna 2022. IEBC hawezi amua kura. Kura inaamuliwa na Wakenya. Ukweli ni kwamba Rais William Ruto alishinda. Hiyo ndio ukweli. Na margin kidogo ya 200,000 votes. Na hata wale walikuwa wanalia IEBC walilia tu wakijua ya kwamba wameshindwa, you know, and uchaguzi utaamuliwa na Wakenya, na wale watashinda watatangazwa kuwa washindi. Mimi sione shida yote. Okay. Ndio. Katika hii arrangement tumezungumzia kuhusu, kuna wale wanadhana kwamba jamii ya mlima ambao wanapiga